mlango wake ni wa 6 mstari wa 17, 18 na 19. Acha nisome polepole kwa sababu naona nimesoma haraka. Biblia inasema hivi: Uagize matajiri wa ulimwengu huu waache kujivuna, wala wasiweke matumaini yao katika mali ambayo haina hakika, bali wamtumaini Mwenyezi Mungu ambaye hutupatia vitu vyote kwa wingi ili tuvifurahie. Waambie watende wema, wawe matajiri katika matendo mema, wawe wakarimu na tayari kushiriki mali zao na wengine. Kwa njia hii watajiwekea msingi imara kwa wakati ujao, na hivyo watajipatia uzima ambao ni uzima wa kweli. Amen. Ni kifungu ambacho kinatujuza ama kinatuhimiza tutumie mali yetu vizuri. Tutumie ule utajiri wetu vizuri. Tusiwe watu ambao tunajivuna ili mradi tuko navyo. Tunaangalia maskini tunawatemea mate. Tusiwe yule tajiri ambaye alikuwa anamwacha Lazaro anakula vidonge ambavyo vilikuwa vinaanguka kutoka pale mezani. Kwa sababu mwisho wa siku ukisoma kwenye Biblia inakuambia kwamba tajiri alipokufa alikuwa analia. Anasema, jamani nachomeka sana. Hebu tuma Lazaro aje pale, hata achukue kidole chake tu anigusishe mimi nitapoa na uchungu. Matajiri wa ulimwengu, acha kujivuna, acha kujivuna. Kama wewe ni miongoni mwa wale wanajiita tajiri, ama unaweza ukakuwa graded kwa matajiri, usijivune. Badala ya kuweka matumaini yako kwa mali, weka matumaini yako kwa Mungu. Remember ama kumbuka kwamba hivi vitu ambavyo tunajivunia hapa ulimwenguni ni vitu ambavyo vitaliwa na nondo. Unaambiwa weka hazina yako juu mbinguni. Vitu vya humu ulimwenguni tukifa tu basi tunaviacha. Kwa hivyo vitumie ungali hai, na unajua kwamba jamani, hata kama mimi nitaondoka hapa duniani, najua kwamba nilifanya kitu kizuri, nilifanya mambo mazuri. Nitaondoka, nitakumbukwaje? Ama utakumbukwaje baada ya kutia bidii, kufanya kazi, kupata mali? Utakumbukwaje mwisho wa siku? Utakumbukwaje? Ndio maana nakupa wimbo ambao umeimbwa na Moi Gesusu, unasema remember me. Remember me Father. Wakati ujio wa pili wa Yesu Kristo utakapowadia, atakukumbuka vipi? Atakuwa anasema jamani, huyu ni yule ambaye alinikana duniani, ama atakuwa anasema huyu ni yule ambaye alikuwa anafuata maagizo yangu na kwa hivyo huyu ni mwanangu? Hilo ni swali unajiuliza, na